Kuja kupiga story mbili tatu, mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Unajua ni kitu gani ambacho leo tumekuja kukiangazia? Kuwa nami Sako Tubako mwanzo mpaka tamati, utaelewa ni kitu gani ambacho nimejipanga hii leo kuja kuzungumza na Mchome Mapovu. Bwana uko poa? Bwana, kama unavyoniona nazidi kuleta wanaita revolution. Yaani mimi nakuja kuleta mabadiliko kwenye mpira. Unajua kwenye mpira wa Tanzania imezoeleka wasemaji ndio wana haki ya kuvaa tai. Wasemaji ndio wenye haki ya kuvaa tai, lakini tangu nimekuja mimi nimekuja kuwaonyesha kwamba hata mashabiki una uwezo wa kuvaa suti na tai na ukaojiwa na mwandishi fresh na ukaflow na maisha yakaenda. Kwa hiyo tai ni kwa mtu yoyote anayejitambua na anayejiheshimu. Unajua zamani mashabiki itakiwa mwehu zamani. Ujichole chole, ujipake pake, uvae vitu vya ajabu, uvae makopo, lakini sasa hivi tangu tumekuja sisi wasome tumebadili ule mfumo. Na ndio maana wale mashabiki wa zamani wengi wamebaki Simba Sports Club. Wehu, wana mifumo ya wehu, na ndio maana Simba kupigwa faini, kufungiwa ni sehemu ya maisha kwa sababu ya aina ya mashabiki waliobaki. Yani wameshindwa kuendana na mfumo na dunia ya sasa inataka nini? Dunia ya sasa inataka maoni mengi kuliko vitendo. Sasa wale wana vitendo vingi kuliko maneno. Kwa hiyo kazi ishakuwa ngumu. Bwana, mimi nataka nianzie hapa. Pasina shaka. Sehemu utakapochagua wewe ndipo ambako mimi nitakapoanzia. Sawa. Kuna A kavu na kuna A+. Unataka nianzie wapi? A plain na A+. Hiyo ni kodi kwa kuamua para. Hiyo ngumu. Tuanzie A+. Tuanzie A+. Bwana, washabiki mjue kwamba Mchome ameichagua A+. Tafsiri ya neno A+. Tafsiri yake ni simple tu, ni Yanga. Kwenye neno Yanga kuna A mbili. Kwenye neno Simba kuna A moja. Umeelewa hiyo kodi? Nimekuelewa. A+ na A kavu. Nimechagua kilicho bora. Sijakosea sana. Umechagua kilicho bora. Kwa nini unasema umechagua kilicho bora? Kwanza nimechagua miongoni mwa timu pendwa Tanzania, timu yenye mashabiki wengi. Robo tatu ya Watanzania ni mashabiki wa Young Africans. Robo tatu katika wale watu milioni 60, basi milioni kama 45 hivi ni Young Africans. Kwa hiyo nimechagua kuwafurahisha robo tatu ya Watanzania. Kwa hiyo nimechagua kitu bora. Bwana, watu wanazungumza mengi, kila mmoja anazungumza mengi baada ya sare dhidi ya Mbeya City. Mashabiki wengine kwa upande wa pili wanajitokeza na kusema ya kwamba hiki ambacho kimefanywa na Young Africans ndio kama wanaona anguko kubwa linalokuja dhidi yao. Kwanza mfumo umegoma. Tuambia mfumo umetiki, mfumo umegoma. Unajua mashabiki ukiwasikiliza wanahoja, umegoma. Yani au mfumo umekubali. Yani washabiki ukiwasikiliza wanahoja, ukiwasikiliza viongozi wanahoja, ukiwasikiliza wachambuzi wanahoja, kikubwa ni kuchanganya na akili yako. Lakini mimi naangalia mfumo wa Yanga. Yanga walikuwa wanacheza mfumo fulani ambao unaitwa gegen pressing. Gegen pressing. Yani ni mfumo fulani mpinzani unamkabia juu. Yani Yanga anapoteza mpira, basi utaona wale viungo wao, washambuliaji, maforward wote wanakabia kule mpira ulikopotea. Lakini unaona Yanga sasa hivi ikipoteza mpira inaruhusu hadi mpinzani anamchungulia Diala. Kwa sasa ile mifumo bana, mifumo imegoma. Mifumo wa kocha huu umegoma. Kwa hiyo sasa wananchi wanahoja ya msingi wasikilizwe. Wanaposema labda kocha tunaona haendani na timu, wasikilizwe kwa sababu Yanga ina kila kitu. Naweza ngasema ni miongoni mwa timu ambayo imekamilika, ina uongozi bora, ina benchi la ufundi bora, ina wachezaji bora. Sasa why ikose matokeo? Ndo hapo wanajenga hoja. Lakini pia kwa sisi ambao tunajua mpira sasa, tuwafungue tu mawazo kwamba katika mpira wa miguu haya matokeo yapo, na haya matokeo hayazui timu kuwa bingwa. Yapo, yataendelea kuwepo na yapo. Ilimradi tu Yanga washasema kwamba tunapopata alama zetu tunapajua. Sasa wananchi nyewe mna pressure gani? Na nyewe mnaamini sehemu ambako wanapopata alama ni dhidi ya watani wao? Kwa sababu wamekuwa na consistency ya kutufunga mara kwa mara, back to back. Unajua Yanga kwanza vyoanza kutufunga hajatupumzisha. Yani kama samaki anakula huku anageuza, anakula mkia anamaliza, anakula mfupa, anakula kichwa. Unajua juzi anasema anapiga kichwa, amepiga kweli. Sasa
kiukweli inabidi tu tuwaheshimu. Kusare au kufungwa, kiukweli sidhani kama kuna msimu ambao Yanga aliwahi kumaliza bila hayo matokeo. Bila kusare au kufungwa. Ya siamini kama huo msimu uliwahi kutokea. Labda mimi nilikuwa sijazaliwa. Lakini kwanza mimi Mchome nimezaliwa, nimepata akili, nimeona misimu yote Yanga anasare, Yanga anafungwa. Kwa hiyo kusare ni tena kuna baadhi ya misimu mechi ya kwanza tu anasare wanafungwa, na I think kuna msimu shao kutokea mechi ya kwanza Yanga kafungwa. Lakini msimu unaisha Yanga bingwa. Msimu unaisha Yanga bingwa kwa sababu sana sehemu ya kupata alama. Ni kweli bwana, Young Africans walicheza chini ya kiwango katika mchezo huu. Unajua iko hivi, Yanga siku ile hajacheza chini ya kiwango. Tusimdharau na mpinzani aliyekuwa naye. Yanga alicheza vizuri, lakini pili mazingira yalikuwa yanamruhusu Young Africans kucheza. Unajua kuna mifumo ambao watu wanashindwa kuielewa. Always sisi Simba Sports Club kile kiwanja tunacheza tunapata matokeo. Kile cha Sokoine. Unajua ni kwa nini? Sisi hatuhangaikaji masuala ya pasi, masuala ya kumfungua mtu. Sisi tunahangaika na penalti na hata set pieces. Sasa kiwanja kama kile unapata matokeo. Sasa kama unaishi kwa penalti na faulo, sasa kwani usipate matokeo? Kwa sababu Simba ukiangalia hadi taifa, magoli yetu ndio hayo, wanafunga mabeki, set pieces, itokee kona, itokee faulo nje ya box ya Ahwa, apige itokee penalti, hafanyaji makosa. Ikitokea penalti kama una beti, beti hata milioni utanishukuru. Ahwa hajawahi kukosa penalti kwanza amekuja Bongo. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani tuna wachezaji ambao kwenye viwanja kama vile wana flow vizuri tu. Eti ni kweli kocha hafai vile mashabiki ambao wanaimba, au wale mashabiki ni kama mashabiki uchwara, wamehimizwa tu kwa upande wa pili kwa ajili ya kufanya kile ambacho walikifanya siku ile, siku ya mchezo? Unajua wale mashabiki, ngoja nikwambie kitu kimoja. Ile pale inaitwa long term causes. Kwa sisi ambao tuliosoma kuna short time causes na kuna long time causes. Sasa ile ni long term causes kwa sababu gani? Kipindi hao wachambuzi wa Simba wanaanza kumsema Romain Folz ya hafai. Wachambuzi wa Simba. Mimi niliwashtua wananchi. Nikasema jamani, ili swala msilifumbie macho, hao wachambuzi wanawamezesha sumu mashabiki zenu, kwa sababu unavotoka unaanza kocha ameshinda vizuri, goli 3 fresh, unatoka kocha anasema na kiwango kidogo. Wanawamezesha watu sumu. Madhara yake ataonekana pale ambapo Simba akipata sare au madhara yake ataonekana pale ambapo Yanga akipata sare au Yanga akifungwa. Ndio utaona madhara ya hizi mbegu wanazozipandikiza hao waandishi. Unajua Yanga nao wamekuwa ungwana sana kwa waandishi. Wamekuwa ungwana sana kwa wachambuzi. Simba sisi tunagombana nao, tunawapelekea barua za wito mahakamani kila kukicha. Barua hizi tunawaandikia sana. Wanaitwa polisi, wanaitwa mahakamani, wanaitwa si wapi, kuwatisha ili wasipandikize hizi mbegu. Sababu hizi mbegu ni za muda mrefu. Simba sisi tumeshinda dhidi ya Gaborone goli 1. Ugenini wale wachambuzi walikuja wakasema Simba amekutana na mpinzani mgumu. Amekutana na bingwa wa nchi. Sijui unanielewa. Yanga ameshinda kule goli 3, tukaambiwa kwamba Yanga amekutana na mpinzani mwepesi. Lakini Yanga imecheza vibaya. Tumerudi Bongo tumesare. Ushindo goli 2. Yes, sare. Simba tumesare 1-1. Sawa. Umeelewa vizuri? Mchambuzi anakuambia Simba hori kacheza vizuri, kapambana, mpinzani alikuwa mgumu. Lakini ukiangalia mpira uliochezwa na Simba, sasa jamani, hivi kweli? Lakini ukija ukisikia mambo ya Romain Folz, utaambiwa Romain Folz kacheza vibaya, timu yake haija flow vizuri. Wamepandikiza zile mbegu sasa zimechipua Mbeya. Ni sumu hizo. Zile ni sumu. Mule pale katika zile shango palikuwa kuna mashabiki wa Simba wengi. Sasa walikuwa wanaimba zile nyimbo ni mashabiki wa Yanga. Zile nyimbo tumtaki kocha zimeimbwa, robo 3 walioimba ni mashabiki wa Simba, walikuwa hajavaa jezi. Sasa kwa nini wanaimba wakati sio momenti zao? Brother, amani ya Yanga inatutesa sisi Msimbazi kaka. Ile migongano, timu ikianza kuwa na migongano ndo timu inapoanza kupoteza. Sio, unaelewa? Unaona hizi misunderstanding tunazozitengeneza mashabiki wa Simba kwa Yanga. Yanga pale vikao wanagongana vichwa. Wakishaanza kugongana vichwa, timu inaanza kupoteza focus tayari. Viongozi wanaanza kupoteza focus ya mashindano. Pale ndo tunapopenya. Sio, unanielewa? Kwa sababu wale ambao walikuwa wanaimba vile sio mashabiki wa Yanga originale.
Mlipokuwa kuna wengi. Tena kuna washikaji zangu kama wawili mimi nawajua ni Simba katika ile timu. Serious kabisa. Simba wale. Ukihesabu pale mashabiki wa Yanga walikuwa wamevaa jezi hata watatu au wanne wafiki. Kwa hiyo ni chuza maboya kwa upande wa Yanga. Walikuwa unajua kibongo bongo zo kaanzisha ugomvi, si ndio? Au unachocheza. Alafu unajiweka pembeni. Unaweka pembeni unaacha watu wanamalizana. Kwa sababu ya zile stories zilikuwa zinaendelea mitandaoni. Ukiona moto kama ule umewaka, lazima kama shabiki na Yanga na wewe unapata moto. Kwa wale walikuwa wanachochea zile vurugu, sio mashabiki wa Simba, sio mashabiki wa Yanga. Ni mashabiki wa Simba, nusu Simba robo Yanga. Bwana, tuzungumze mchezo ambao Simba amecheza dhidi ya klabu ya soka ya Namungo Football Club. Tuame huko kwa upande wa Yanga, tuje sasa kwenye A-Cup. Vipi mnasemaje performance ya timu? Performance ya timu imecheza vizuri kutokana na huruma ya Juma Mgunda. Kama mtu hujui mpira huwezi kumuelewa Mgunda alichokifanya jana katusaidia kiasi gani. Kama haujui mpira hauna dimbi huwezi kuelewa, kwa sababu ukiangalia Mgunda dakika 30 za mwanzo alicheza na low block, yani aliikabia Simba chini. Akafunga. Akawaambia sikilizeni, tutashambulia kwa counter, nyezuieni. Brother, kuna mpira hata ulipiga on target hata moja. Sasa Mgunda baada ya kuona kwamba tayari issue ishakuwa ngumu, anaisaidiaje Simba Sports Club? Akaamua afunguke. Si unanielewa? Akafungua turbo. Sasa ukifungua turbo kwa timu kama ya Simba, unataka kupishana nayo na wewe ni timu ndogo, lazima akuadhibu, kwa sababu tayari kuna pressure ya referee pale anaitia kwa wachezaji. Kwa sababu ukifunguka ina maana timu inaanza kukimbia, ni rahisi kucheza faulo, ni rahisi kufanya makosa nje ya boksi, na referee tayari ana uwezo wa kuitia pressure timu. Sio, unanielewa? Ukapoteza. Kwa hiyo mimi naelewa kwamba alichokifanya Mgunda ni kitu gani. Lakini pili, tumpongeze Selemani Matola. Kafanya kazi. Unajua brother, mpira ni mchezo wa hadharani. Kama timu ingekuwa ni hohehahe na Mungu angefunguka, refa akatia pressure na matokeo asingepatikana. Tumeona mechi nyingi tu brother. Timu zinafunguka, refa atia pressure na bado matokeo yanakuwa magumu kupatikana. Sio, unanielewa? Kwa hiyo mimi nimpongeze Selemani Matola kwa kazi ngumu na bora aliyoifanya kwa kweli ya kuchagua kikosi, maana kupanga kikosi nako kazi. Kupanga kikosi. Wewe ukipewa Simba ile uiongoze, hauwezi kuifikisha kwenye nchi ya hadi wanayoitaka. Mimi wala wachezaji si wawezi. Tutagombana leo kesho. Mimi kama Ahmed Moroko si wale si wawezi wale. Hawafundishiki. Sababu kiangalia Matola ilibidi sasa awe anafanya sabu. Alafu anatoka anatudanganya timu ina energy. Kama timu ina energy kwa nini unafanya sabu dakika ya 50? Wachezaji washachoka, Mpazo hata half time wa kurudi. Moroko alisema. Alisema kwamba ile timu haina umoja. Wanahitaji fitness. Fitness iko chini yake kaifundisha na ni kocha wa timu ya taifa. Sasa kwani hajaona hicho kitu? Kwa hiyo sasa mimi kwa ile timu singeweza. Lakini nani unamwona kabisa Selemani Matola akapambana nao, kapata alama 3 dhidi ya kocha wake mkuu Juma Ankali Mgunda. Sababu kocha mkuu Matola. Kwa hiyo nimpongeze sana, ana deserve. Kiwango cha Morris Abraham, tuzungumzie ubora wa kijana. Anazidi kuaminiwa kwenye mechi nyingine ya ligi kuu. Mechi ya kwanza ilikuwa dhidi ya Fountain Gate, mechi ya pili ilikuwa dhidi ya Namungo. Performance anaozidi kuionyesha kile inapoitoa leo. Ni tactically sasa ni nafasi ya kwake yeye kuonesha kile alichokuwa nacho